This morning, tunapoendelea kujifunza neno lake takatifu, as we are learning his holy word, tunashukuru sana wachungaji ambao wametangulia hapa. We thank the pastors who have ministered. Ninaomba sekunde moja nichukue miwani yangu. A few moments that I may take my glasses. Siku ya jana tuliona ugonjwa wa Ayubu namna ulivyokuwa mkubwa sana. Yesterday we saw how big was Job's sickness. Ulikuwa ni ugonjwa mkubwa sana. It was a very great sickness. Wanakuwa mnaenda wapi? Church, choir members, where are you heading to? Si tulipokuwa tunaimba kwaya walisema mkiwa na shida naamka mmoja mmoja. While we were singing choir, we said that if there is a problem, you rise one after another. But when you find 4 at once, na nyinyi wahubiri wenzangu, and you are my fellow preachers, ugonjwa wa Ayubu ulikuwa mkubwa. Job's sickness was very great. Kumbuka ni jana tu amepokea taarifa za Waseba na Wakaldai. Remember, it was just yesterday when he received the reports about the Sabians and kila mali yake imetoweka. All of his possessions were gone. Shetani akiwa na hasira, and the devil is furious, anakwenda kuhakikisha anaiangamiza afya ya Ayubu, and he is determined to destroy Job's health. Jana Biblia imesema alipigwa na majipu, lakini jana tuliona in details magonjwa aliyougua. Yesterday we read the Bible that he suffered from boils, but we saw that there were many diseases. Tumeona aliumwa meno. He had a problem with teeth. Alikuwa na majinamizi, usiku anaota majinamizi. He had nightmares. Alikuwa na hara. He was diarrheaing. Mwili mzima ulikuwa na vidonda. The whole of his body was full of wounds. Alikuwa na depression. Alikuwa na msongo. Baada ya hapo, and thereafter, ndipo Ayubu akafukuzwa kwenye mji. Then Job was chased away from the city. Kwa sababu ugonjwa aliokuwa naumwa ilionekana kama ni laana. Because he was seen as accursed. Wakamfukuza toka kwenye mji. Miji mingi ya zamani ilikuwa na fence. So they chased him out of the city, and many old cities were fenced. Walipomfukuza, and when they chased him out of the city, akaenda kukaa kwenye majumba ya watu wanaoumwa ukoma. He went and lived in the houses set for the people who are leprous. And the people with leprosy, sisi tunaumwa ukoma. They told him, we are lepers. Lakini wewe ni zaidi. But you are more than the lepers. Toka kwenye nyumba zetu. Get out of our place. Wagonjwa wenzake wakamfukuza. So he was rejected by his fellows. Wagonjwa wenzake wakamfukuza. And they chased him out. Siku moja, now one day, mama mmoja ambaye one lady, kwa miaka 8 hajapata mtoto, who for 8 years had no child. Kila akizaa mtoto anakufa. Each time she deliver, a baby dies. Kila akizaa mtoto anakufa, yani anaingia hospitali na mimba. She enters in hospital anatoka pregnant, bila mimba na bila mtoto kwa miaka 8. She gets out without a baby and pregnancy for 8 years. Kwa sababu yule kijana alikuwa na wachumba wawili. Because that guy had two spouses. Alipoamua kumuoa yule binti, and when he decided to marry that lady, yule mwingine akamwambia hautazaa milele. Then the other one said, you will never have child. Hata wewe uenda umetamkiwa mambo na watu fulani. Maybe people have declared some words kwenye familia yako, kwenye maisha yako na kwa mume wako umetamkiwa laana. You have some curses. Na unatembea ukijua ni laana. And you walk believing that you are accursed. Mtoto wa pili, mimba, yule mama shida ilikuwa mimba inaingia vizuri. Then this lady would be pregnant. Inakuwa vizuri. And the pregnancy will go so well. Akizaa mtoto anakaa siku 2 anakufa. And when she bears a child,
the child dies for only 2 days. Mwezi unaokuja mimba inaingia vizuri. Another month, then she becomes pregnant. Akizaa mtoto anakufa. And as soon as she delivers, the baby dies. Na sasa amezika watoto 8 na hana mtoto hata mmoja. She has buried 8 and she is with no child. Nilikuwa ninahubiri mahubiri makuru pale Dodoma. So I was preaching at Dodoma Central SDA. Hasa mtoto alipozaliwa, when that baby was delivered, madaktari wakasema naye huyu hajalia, hajapumua, kwa naye anakufa dakika yoyote. The doctors said that he does not show any sign of life. Wakampa at yule mama ya kwamba mgonjwa wako anakufa dakika yoyote. So they gave her assurance that he is going to die at any time. Baada ya hapo, thereafter, nesi mmoja akamwambia yule mama, one nurse told the lady, kuna mwinjilisti anaitwa Lumbe anahubiri pale Dodoma mjini. An evangelist who is called Lumbe preaching at Dodoma. Ni wa Sabato. They are Adventists. Yule mama akasema japokuwa sisi ni Waislamu. The lady said, though we are Muslim, tunamwamini Yesu. We believe in Jesus. Akamtuma mume wake na vijana 6 wamevaa makanzu. So she sent her husband and the other 6. Nikapigiwa simu. And then I was called. Mwinjilisti uko wapi? Where are you, evangelist? Nikaenda. Then I went. Akanieleza shida yake yule kijana. She told me the problem. Aliponieleza, and when I was told of it, nikamwambia twende. I told him, let's go. Tulipofika gate la kuingia hospitali ya Dodoma, just at the gate, at the entrance of the Dodoma hospital, mlinzi akagoma kutufungulia mlango. Then the watchman refused to open us a door. Akisema nyinyi wa Sabato hamjui kuomba, namba 2 huu sio muda wa kuona wagonjwa, namba 3 mgonjwa wenu karibia anakufa. You are the Adventists and you don't know how to pray and you are not allowed in. Watu wamemkatia tamaa huyu mama mpaka walinzi. People have despaired, even the watchman. Hata wewe umekatiwa tamaa. Are you also discouraged by other people? Umekatiwa tamaa na ndugu zako wa karibu. Are your relatives discouraged? Umekatiwa tamaa na watu wako wa karibu. Are your closest of kin despaired? Jamaa yako ya karibu. Are they despaired, your relatives? Unajiona uko peke yako kwenye ulimwengu. You feel alone in this world. Ayubu alikatiwa tamaa na kila mtu. Job, everyone who belongs to Job was despaired. Wanamfukuza. Even the other sick people were chasing him away. Ndipo tukaingia kwenye ile nyumba. Then we entered in the house. In the hospital. Tulipomuomba sana. And when we pray, we asked it so much. Mlinzi akasema kwanza Yesu wenu mdogo, sisi Waislamu Muhammad ndio mkubwa. After all, your Jesus is very little. Nikaanza. Then I started crying. Yesu. Jesus. Angalia wamekutukana Yesu. Look, they have blasphemed you. Huyu mlinzi amesema wewe mdogo Yesu. This watchman has said you are so little. Na mzee akaanza kulia wa kanisa mwingine. And the church elder also started crying. Lakini mzee mwingine wa kanisa. But another church elder. Akawali. He was not even crying. Tukamwangalia. And we looked at him. Huyu jamaa mbona ali na Yesu? Why is he not crying? Nikaambiwa bana huyu jamani mkuria, wakuria huwa waliki rahisi. Then I was told this person is a courier and courier people do not cry so easily. Lakini Yesu anatukanwa ali. But Jesus is blasphemed and he is not crying. Mlinzi alipoona tunalia akasema ingieni. Then when the watchman saw that we were crying, he let us in. Nikaingia. Then we walked in. Nilipofika hospitali ya mkoa Dodoma. And when I entered in the doctor's office. Manesi nilipokuwa kwenye ile ward naingia. When I was in the ward entering. Wakasema the nurses they started laughing. Mgonjwa anakufa. And they said she is dying. Kwanza mwezi nyie kuomba. You can't even pray. Huyu mama alikatiwa tamaa. This lady, people had despaired about her. Umekatiwa tamaa huwezi kuzaa. People are despaired that you can't give a child. Umekatiwa tamaa huwezi kuwa first class, huwezi kufaulu darasani. People have despaired that you will never pass. Umekatiwa tamaa ugonjwa wako huwezi kupona. That your illness will never recover. Kuna watu hawanielewi. There are people who don't understand. Siku moja nimekwenda South Africa kwenye makambi Durban, South Africa. One day I went in Durban, South Africa. Mama ambaye alitolewa kizazi. A lady who was amputated of her womb. Hawezi kuzaa tena. She will never deliver. Nikamwambia mama unaenda kuzaa. So I told her you are going to deliver. Akasema nitazaa vipi na kizazi? How am I going to do it?
And I don't have a womb. Nikamwambia sikiliza. So I told her, listen. Na wewe ulioko hapa nisikilize. And you also here, listen. Nikamwambia mama, unafahamu wa Japani? I told her, do you know the Japanese? Unafahamu wa Japani? Do you know the Japanese? Unafahamu wa Japani? Do you know the Japanese? Magari yote tunanunua yametengenezwa wapi? All the cars we buy, where do they come from? And she said Japan. Nikamwambia. So I asked her. Shock up ya gari ikiharibika hapa Tanzania. When the shock up of the car wametengeneza spare part. And the Japanese didn't they make a spare part? Steering ikiharibika. When a wheel is destroyed. Wajapani wametengeneza spare part. Haven't they made a spare parts? Hata kuna mikono bandia siku hizi imetengenezwa spare part. They even fake hands for the Japani ametengeneza gari ameweka spare part. So if the Japanese has spare parts. Yesu alipokuumba alitengeneza spare part za kizazi kingine. When Jesus created you, he made spare parts for kizazi rejea tena. So when I said it, Yesu rudisha kizazi. Jesus bring back the womb. Wewe una spare part. Because you do have spare parts. This morning, kama una kitu kinachokusumbua kwenye maisha yako, if you have anything disturbing kama your una kitu life, kinakusumbua kwenye mwili wako, anything disturbing your body, madaktari wamenyosha mikono haiwezekani. The doctors have surrendered. Yesu arejeshe spare part. May Jesus restore the spare part. May Jesus restore the spare part. May he restore the spare part. Nikamwambia amina. So I told her amen. Nikarudi Tanzania. And then I came back to Tanzania. Baada ya wiki tatu. After some 3 weeks. Akaniambia pastor. She said, Pastor, nimeenda hospitali. I went to the hospital. Madaktari wakaniangalia. And the doctors diagnosed me. Specialists wakaitwa. And specialists were called. Huyu tulitoa kizazi. Didn't we remove her womb? Bwana ana ujauzito. Why is she pregnant? Nikamwambia wape simu madaktari. I told her, give them the phone. Nikaongea nao nikawaambia. So I talked to them on the phone. Msichanganyikiwa wala msifanye research. And I told them, don't bother researching. Pale ambapo ninyi madaktari uwezo wenu unaishia. Wherever your power ends. Ndipo Mungu anapoanzia. There is where God begins. Mungu hashughuliki na vitu ambavyo wanadamu wanaviweza. He doesn't care about what Mungu man can na do. vile ambavyo wewe umechoka, uwezi, hauna majibu, mumeo hana majibu, jamii haina majibu, wachungaji hawana majibu. Yani pale mnapokosa majibu. He's doing what is impossible. When you don't have answers. When you don't have answers. Mungu hawezi kufanya kuperform miracle ndogo ndogo hizi. God cannot do these tiny miracles. Yani Mungu hawezi kufanya vijitu vidogo vidogo. He can't do small things. Yeye anapenda majitu mazito. He wants big things. Kutembea juu ya maji. Walking on the water. Kupasua mto Jordan. Parting the Jordan River. Bartimayo ona. Bartimayo see. Aliyetokwa na damu 12 pona. The one with issues of blood. Anapenda mambo makubwa. Lazaro aliyekufa afufuke. Lazarus who was dead to be resurrected. Mikubwa. Big things. Asubuhi ya leo. This morning. Unapitia mambo makubwa. What are the big things? Unapitia huzuni kubwa. Big sorrow. Unapitia mashaka makubwa. Big fear. Umekata tamaa. You are despaired. There's no future. Huna baadaye. There's no future. Huna baadaye. Bwana anapenda mambo ambayo yamepoteza future. The Lord loves the hivyo katika ibada ya leo akakunyanyue tena. May he uplift you again. Tamalizia kisa. I will finish this story cha hospitali about the hospital. Leo today. Nilipoingia nini kilitokea? When I entered, what happened? Turudi kwenye somo letu. Let's come back to our lesson. Si kwamba ndio naanza kuhubiri. This is not that I'm starting to preach. Nipo katikati ya hubiri tayari. I'm in the middle of the sermon. Uzito ugonjwa Ayubu. The magnitude of unasema akaenda akaketi kwenye majivu. He went and sat on the ashes. Akakaa kwenye majivu. He sat on the ashes. Hayo majivu yalikuwa wapi? Where were the ashes? Hayo majivu yalikuwa wapi? Where were the ashes? Biblia inasema kwamba na vitabu mbalimbali. The Bible and supporting books says. Wenyeji wa Usi. The inhabitants of Uz. Walikuwa hawana vyoo. They did not have toilets. Kila mmoja nyumbani alikuwa na kapu kubwa. So everyone at home he had this big bucket. Familia ilikuwa inajisaidia kwenye kapu. So the family would help themselves in the basket. Walikuwa na spice nyingi sana, harufu haitoki. They had a lot of perfumes. Mara moja kwa wiki, once in a week, watu wanachukua lile kapu lenye vinyesi. People would take that basket with pieces
And all the rubbish. Kuna eneo maalum la mji la kuchoma hayo makapu. There is a special place for burning these rubbishes. Majivuni. So that place was called in the ashes. Kwa haya makapu yaliacha kama vichuguu hivi, mvua ikinyesha yanaacha vichuguu. They left things like tenant mounds. Na hapo watu walitupa vitu vichafu vya nyumbani na mavyakula aliyobaki. And there was the place where people threw all the leftovers at home. Baada ya Ayubu kufukuzwa ndani ya mji, so when Job was chased out of the city, akafukuzwa kwenye majumba ya wakoma walio ni wagonjwa, and was chased from the house of the lepers. Yani kuna nyumba ya wakoma amefukuzwa sababu ya kuugua kule ndani. So he's chased from the house of lepers because of his sickness. Anakwenda kwa hawa wagonjwa wenzake. Now he's going to his other sick people. Nao wana and they also are chasing him away. Have you ever gone through that experience? Someone whom you are sharing a problem, and he see that yours is far greater. Someone who is sick, and he feel like yours is far bigger. Someone who is not married, and he feels like you are having a bigger problem. That's to say Job was rejected by the entire city. His fellow sick people have also rejected him. There is a time Job is crying, and he's saying that even the orphans whom I helped, they are scorning me. The widows I helped, they are shouting at me. The poor people whom I helped, they are pointing their fingers on me. I was a great man, now I am a little. There is a time you are going to this situation. People who lived in your house and you sent them to school, even now they are not telling you. People whom you were raised together today, they don't care about you. They don't even receive the phone. Even your own child is not calling you. One lady said that I took my son to school and he is now a soldier. Today maybe everyone has forsaken you. And you feel like sitting on the ashes. This afternoon, don't fear. God is in control. God is in Mungu anatawala. Even if everyone has forsaken you, God is in control. He knows what you are going through. He knows your suffering. He knows your pain. He knows your sickness. He knows your family. Because he reigns. Because he reigns. Because he reigns. He will come to you and rescue you and uplift you. And at that hour, when you are elevated, it's now. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. He is elevating you. So he went and sat on the ashes, on the feces. Akaanza kuchukua kigae viungu vilivyopasuka na jikuna. He took them and he started scratching himself. Started scratching himself. Yuko peke yake, bilionea namba moja sasa huyo. Number 1 billion. Shetani hapa anasema kwisha. And the devil said is over. Nimemweza kwisha. He's finished. Sikiliza, usimuone shetani anayeshangilia mateso yako. Don't see the devil cheering because of your suffering. Above the sky, juu kabisa ya mawingu, there is an almighty God, kuna Mungu mwenye nguvu, who seen each and everything. Anayeona kila kitu. He will come to you as an eagle. Atakuja kwako kama tai. And take you in his wings. Na atakubeba katika mbawa zake. And will rise you again. Na atakuinua tena. You will be no
normal as usual. Utakuwa kama ulivyokuwa kama kawaida. Utaponywa. You will be raised. Utanyanyuliwa. You will be prospered. Utafanikishwa. Na Mungu ndiye anayeahidi hayo. And these are God's promises. Asubuhi ya leo, this morning, Bwana akubariki. May God bless you. Hata kama uko kwenye majivu, even if you are in the ashes, atakunyanyua tena. He will elevate you. Umetupwa kama Ayubu. You are cast out like Job. You are out of the city. Uko kwenye majivu. You are in the ashes. Mwanazuoni mmoja anasema, and one Bible scholar says, kwenye majivu, that in the ashes, Ayubu alikuwa na inzi. Job had flies. Mende. That they were cockroaches. Mbwa koko. Even wild dogs. Panya. And rats. Amekaa hapo Ayubu. And he's seated there. Anakula makombo. And he's eating leftovers. Anajisaidia hapo hapo. And he's just easing himself. Matope yamemjaa mwili mzima. And he's having boils in his body. He's naked. Watu wamemwacha. People have forsaken him. Akiwa hapo, while he was there, ndipo mke wake akasema, kwa hali hii. Then his wife said, kwa hali hii, in this manner, mkufuru Mungu, curse God and die. Sasa nyie kina mama mmekuwa mkitishiwa sana. Now you wives, you have been threatened a lot of times. You know, kwenye bustani ya Edeni, in the garden of Eden, mwanamke ndo katuangusha. It was a lady who made us fall. Kwa Samson na Delila. You know Samson and Delilah. Wanawake ni madelila. The women. Hata kwa Ayubu mke wake. Even with Job, his wife, alimkimbia. She ran away. Kina mama msio wajinga wa maneno ya Mungu. Don't be fooled by these people. Ukirudi kwenye kisa cha bustani ya Eden, when you go back to the story at Eden, Mungu alimwambia Adamu, God told Adam, mshike mkono Hawa usimwachie. Hold Eve her hands, do not let her go. Mpaka Adamu anakuwa peke yake na Hawa peke yake, nani aliyemwachia mwenzake mkono? Until when they are separated, who left the other's hand? Hapo nani chanzo cha matatizo? So who is the originator of the problem here? Kina mama twendeni taratibu. Let's go slowly. Hawa anakutana na nyoka anayeongea. Eve meets a speaking serpent. Hata wewe ungekutana na nyoka anayeongea. Even you, when you meet a speaking serpent. Kwa nini nyoka anamvamia Hawa? Why did the serpent go to Eve? Sababu Adamu alikiuka masharti, alimwachia mkono. Because Adam had already left her. Kwa aliyempa fursa nyoka kumsogelea Hawa ni Adamu. Whoever gave serpent a chance to go to tempt Eve was Adam. Mama alipodanganywa akala tunda. And when she was tempted and to eat of the fruit, hakuwa uchi pale pale. She wasn't naked right there. Hakulaaniwa. She wasn't cursed. Wala Mungu hakuchukia. And even God was not wroth. Hawa akawa sawa. Eve was just fine. Hawa akashika tunda. And Eve took the fruit. Akaenda kwa Adamu. And he went with it to Adam. Hawa alidanganywa na nani? Eve was deceived by na nyoka anayeongea, the speaking snake. Kama leo tu katoto kakizaliwa kanaongea, si inakuaga kweli Tanzania nzima even if today inaenda pale wanashangaa. Sasa huyu amekutana na nyoka, wewe hata wewe ungenyanganyika. Now here is a snake. Hawa alipofika akasema baby sweetie. So when Eve went there, she started saying baby. Akamwambia mwa mwa. And mwa mwa. Alafu akamwambia nimekutana na shetani na nyoka. I've met the serpent. Kaniambia nile. And the serpent has told me to nimekula. Eat. And I've eaten. Na mimi nime. And I have. Ukisoma Partridge and the Prophets. When you read wazee na manabii. Adamu Hawa kabla hajamalizia nime. Before even Eve finished, akapokonya lile tunda bila kusikiza hata agenda ya Hawa. Grabbed that fruit without even listening to this entire story. Akala. And he ate. Yani, kwa hiyo Hawa alikuwa ndio anamuelezea nimekula na wewe nimekuletea ule. Was in the process of explaining. Before she even finished, Adam grabbed it. Akala. And he ate. Kwa
Adamu hakushawishiwa hata na mwanamke. So Adam mnasomaje Biblia nyie? Nakubali mnanyanyasika. How do you accept it? Mwanamke hakumshawishi. So Adam was not deceived by the woman. Akachukua and he took and eat. Alipokula. And when he ate, ndipo wakawa. Then what happened? Uchi. They became naked. Kwa nini Hawa alipokula hakuwa uchi? Why when Eve ate she wasn't naked? Kwa sababu Mungu alijua. Because God knew. Hawa akikutana na Adamu. When Eve meets Adam, wakati huu kiongozi wa familia kuhani alikuwa ni mume kabla wakati makafara hajaanzishwa. At this time the priest of the family was a husband. Kama Ayubu alipokuwa alipokuwa kuhani wa familia. Just like Job was the priest of the house. Adamu angepiga magoti. So if Adam would have knelt down, angesema Mungu msamehe mke wangu. And would have said, God forgive my wife, dhambi isingeingia. Sin would not have entered. Sasa kuhani naye, so now the priest himself, akala. He ate. Ndio maana alipokula yeye wakawa. That's why when he ate, they both became na dhambi ndio ikaingia. Dhambi ikaingia rasmi hao alipokula. And then sin entered. So the official entrance of sin was when Adam ate. Aliyetuleta matatizoni ni nani? Now let me ask you ladies, who brought us problems? A man or a woman? Mwanaume mwanamke? A man or a woman? Hata kwa Samson naweza nikawatetea. Even with Samson, I can even defend that he was deceived by the woman. Yusufu alishawishiwa na mwanamke, tena mke wa kiongozi. Joseph was tempted by the wife of the leader. There are two. Yusufu alishawishiwa, hakushawishiwa? Was Joseph enticed or wasn't he? Alishinda jaribu. And he overcame the temptation. Why do you today say that Samson was by these were the weaknesses of Samson, and you are accepting that we are Delilahs? Okay, wanasema mke wa Ayubu alimkimbia Ayubu. Then they said that Job's wife ran away from him. Somo la leo ninaenda ku prove beyond no doubt. Today's lesson is going to prove beyond doubt. Akukimbia, alibaki pale pale. She didn't run away, she stayed there. Na nini maana maneno mkufuru Mungu ufe? And what do these words mean? Tunaenda kuangalia kwa Kiebrania. We are going to consider them in Hebrew. Tutagundua mke wa Ayubu ni shujaa. And we'll discover that Job's wife is a hero. Leo ninakamua matope yaliyokuwepo kwenye vichwa vya washiriki. So today I'm going to do away with all the mud in your mind. Kina mama oye. Hey ladies, if you wewe consider this. Ukimuona mmeo, when you see your husband, jana tu amefiwa. Yesterday he just lost his children. Leo anaumwa kichwa, anaongea mwenyewe. And today he's speaking alone. He's already meno yanadondoka chini yenyewe. Kama na mapepo ndani ya dakika moja. Within a minute he's not having. Mgongo unamuuma na kiuno, amekaa chini ameparalyzed. His back is aching and he's seated down. He's having wounds from his body. Usiku anaota majinamizi. At night he's having nightmares. Kwa uchungu wa mke anayempenda mume wake. With all the pains of someone who really loves her husband. Mama akamwambia Mungu. Then she told God, naomba mume wangu apumzike mavumbini. I pray that let my husband rest. Anateseka. He is suffering. Mama mmoja alinipigia simu. One lady called me. Akaniambia muombe babangu. And she said, pray for my father. Omba kwa Mungu apumzike maana anateseka. Ask God to allow him to rest because he's suffering. Watu wengi wakiomba hilo ombi. I've been receiving phones from many people wanting that prayer. Mume wake na kumwambia mkufuru Mungu. Kiswahili kina upungufu wa maneno. Maybe because Swahili is lacking vocabulary. Pale alimaanisha mbariki Mungu, muombe kisha ukabili matokeo atakayokupatia. What she actually said is pray God to bless you so that
when he can take away the suffering. She was suffering. Lakini nyie mnasoma Biblia mnarukaruka kama kasuku. But you are reading jumping here and there. Mimi nitakupa fungu linaloonyesha mke wa Ayubu alikuwepo pale maisha yake yote majivuni mpaka mwisho. I'm going to give you a verse that indicates that Job's wife was still there to the end. Hapa waliotuletea matatizo ni wanaume sio wanawake. So until here the cause of the problem is a man and not women. Nyie vipi? Ngoja nisisitize hapa tena. Let me emphasize a point Pastor, mke wangu siku hizi hanipendi. That nowadays my wife does not love me. Mke wako hakupendi? Your wife doesn't love you. Una akili sawa sawa? Are you a pride? Au wewe ndio umpendi? Or you are the one who don't love her? Sababu hajaumbwa kupenda. Because she's not made to love. Aliyeumbwa kupenda ni mmoja tu mwanaume. The one who was created to love is a man. Amnielewe, hebu twende. You don't understand me. Let's go. Come slowly. If you unampenda Yesu, wanampenda Yesu mikono juu. Do you love Jesus? Those who love Jesus, raise up your hand. If you love Jesus, hands up. Unaweza kumpenda Yesu wewe? Can you really love Jesus? Unaweza kufa msalabani wewe? Can you die on the cross? Unaweza ukaacha enzi? Can you forfeit thrones? Yani kitendo cha Yesu kutoka juu, umbo lake la mwili limekuwa kama letu. That his act of coming from heaven, even his body became like ours, and it remains so forever. Yeye ndiye aliyetupenda. He is the one who loved us. Kwa sababu alitupenda. And because he loved us, tumeona upendo wake. We have asked his love. Tunasema Yesu, na mimi nitakutii. We say, Jesus, utakachoniambia. I'll obey you whatever you tell me. Sisi hatumpendi Yesu. We don't really love Jesus. Wala una mamlaka, hauwezi hata kumpenda Yesu. And we can't even love him. Ila sisi tuna adapt upendo wake. But we are just adapting his love. Mwanaume ni sawa na Yesu. So a man is like Jesus. Unatakiwa umpende mkeo. You need to love your wife. Alafu kwa sababu unampenda. And because you love her, ukimuita, when you call her, asemi, she doesn't just anasema abe. She answers politely. Maana unampenda. Because you really love her. Mke wangu nipikie supu. My wife, cook me some soup. Sawa mme wangu. Okay, husband. Maana unampenda. Because you love her. Au mpigi ngumi. You are not hitting her with your fist. You are not cheating her. Kwa hiyo anayependa ni mwanaume sio mwanamke. So the one who really loves is a man and not a woman. Kazi ya mwanamke ni kumtii mume. The work of a woman is to obey the husband. Kama umenielewa? If you understand. Wangapi umenielewa? How many have understood me? Mungu awabariki. May God bless you. Sasa. Now, Ayubu akiwa kwenye majivu. When Job is in the ashes. Mke wa Ayubu alimshauri mumewe hivi. Job's wife advised him. Je, wewe hata sasa washikamana na utimilifu wako? That do you still cling to your uprightness? Umkufuru Mungu ukafe. Curse God and die. Ayubu akamjibu. Then Job answered. Wewe wanena kama mmoja wa hao wanawake wapumbavu. Zingatia. Kumuita mkewe mpumbavu. You speak as one of the foolish women speaks. Je, tupate mema mikononi mwa Mungu nasi tusipate mabaya? Shall we indeed accept good from God and shall we not accept adversity? Kisha then Biblia inasema, the Bible says, katika mambo yote, in all these, Ayubu hakufanya dhambi kwa midomo yake. Job did not sin with his lips. Sauti ya mkewe Ayubu ni sauti ya mtu aliyekuwa amekata tamaa. Now the voice of Job's wife was someone in desperation. Sauti ya Ayubu ni sauti ya mtu ambaye alikuwa na imani asiyekata tamaa. But Job's voice is of someone who has faith and who mkewe Ayubu amekata tamaa. Job's wife is despaired. Ayubu hajakata tamaa. Job has not despaired. Mkewe Ayubu analia. Job's wife is crying. Ayubu halii. Job is not crying. Mkewe Ayubu anaumia. Job's wife is suffering. Ayubu haumii. Job is not suffering. Ayubu ndio mfano wetu leo. Job is our example. Watu wanapokatia tamaa, when people despair, usikate tamaa. Do not despair. Watu wanapokuazia mabaya, when people think of you evil, waza mazuri. Just think good. Watu wanaposema mambo yako yameshindikana, when they say it's over, wewe sema nitatoboa tu. Say I will make it.
Hizo mimi nina visa vingi. Naweza I do have a lot of stories. I may even ninavyo visa vyangu personal zaidi ya 100. I also have over 160 personal testimonies. Yani nikiamua kuwapa visa hapa, if I am to tell you, sitahubiri. I will not preach. Usikate tamaa. Never give in. Nilipokuwa mwalimu Morogoro Turiani. When I was a teacher at Morogoro Turiani, nikakuta walimu wote wana baskeli. Tarafa nzima, wilaya nzima. I found that all teachers in the entire district had bicycles. Na nilipofika tu mkuu wa shule akasema fanya haraka ununue baskeli maana huko ndio usafiri wetu. And as soon as I arrived, the head teacher told me that buy a bicycle, for this is our means of transport. Wanafunzi wamepaki baskeli mwanzo ule ukuta mpaka kule juu. When you arrive at school, the students have packed their bike. Afu walimu wamewekewa kivuli wanapaki na zinyeza kwao. And the teacher have there is a certain shadow where they also park their bicycles there. Nikamwambia mkuu wa shule, yani ananiona mimi ni wa baskeli. So I told the headmaster, do you think that I am someone who has to own a bicycle? Nikakataa. So I refused. Matatizo unayopitia, the problem you are going through, tunaongea sana. We speak too much. Mimi siwezi kuzaa. I'm barren. Nowadays there are no partners. I will not give birth to a child. Mimi siwezi kujenga. Chunga mdomo wako. Take care of your mouth. Nikamwambia mkuu wa shule. So I told the headmaster, takuwa mwalimu wa kwanza kuendesha gari. I will be the first teacher to ride a car. Mimi sio bodaboda wala baskeli. I am not someone who has to own a motorcycle or a bicycle. Na 8,000. And by then my salary was 1,08,000. Unapenda nikwambie? Do you want to know? Baada ya miaka mitatu. After some 3 years, ingawa ile gari nililonunua lilikuwa bovu kwa 2.5 million. Though the car I bought at the price of 2.5 million. Mpaka Morogoro kwa siku 7. I took it from Dar es Salaam to Morogoro in 7 days. Mnaweka maji. You drive some distance and then you put in some water. Unaongeza, lakini but it is still there. Ila nilikuwa kwanza kuendesha gari. But I was the first one to ride it. Liwe bovu lisiwe bovu, lakini nilikuwa kwanza kuendesha. Though it was incapacitated, but I was the first one to drive it. Tangu wakati ule. Since then, mpaka leo, to this day, sijawahi kukaa bila gari. I've never stayed without a car. Na Mungu aliendelea kunipa magari. And God is giving me cars after cars. Mpaka wakati kukaa na magari 4, 5 nyumbani kwangu. About 4, 5 cars. Si kwamba najisifu. It's not that I'm flattering myself. Nataka nikwambie ni baraka ambayo Mungu alinipa. I want to tell you the blessings which God has given me. So the blessings comes from what I uttered. Ayubu alikataa yeye kwamba yuko chini, alikataa kwamba afe, akamwambia mke wake afi mtu hapa mpaka kieleweke. And he said no one dies here. Mtu hapa mpaka kieleweke. No one dies here. Ni kweli nipo kwenye majivu. Yes, I am in. Ni kweli nimefilisika. Yes, I am. Ni kweli niko zero kabisa. Yes, I am zero. Lakini nitanyanyuka tena. I will rise again. Ninaongea na mtu mmoja hapa. I am talking to someone aliyekata tamaa, who has despaired, ambaye anadhani ya kwamba hatanyanyuka tena, who thinks that he will never rise. Msamaha kwa kauli ulizozitamka. Go ask for forgiveness because of what you spoke. Mungu atakunyanyua tena. God will lift you up again. Sasa Ayubu, so Job anakataa, refuses sauti ya mke wake, refuses his Ayubu akumwita mke wake mpumbavu. Job did not call his wife wala mpumbavu. No, blame her that she is fool. Akumtukana mke wake. He did not insult his wife. Wala kumwambia vibaya mke wake. No, did he speak false to his wife. Kama mmoja wao hao wanawake wapumbavu wanenavyo. But he said you speak as one of the foolish women speak. And for that reason, ijapokuwa yeye mkewe sio mpumbavu, though his wife is not foolish, sio miongoni mwa wapumbavu, and not amongst the fools. Nasema kama wanawake wapumbavu wasemavyo,
wapendavyo. But he says as like the foolish women speak. Namna Ayubu alivyompenda mke wake. This shows how Job loved his wife. Alikataa kumwita mke wake dhaifu. He refused to call his wife feeble. Asubuhi ya leo, this morning, mpende mke wako. Love your wife. Usipige mke wako. Don't fight your wife. Usitukane mke wako. Don't insult your wife. Baba ndio controller wa amani ndani ya ndoa. Father is the controller of peace in the marriage. Very simple. Justice rahisi sana. Take easy kwa mke wako. Mchukulie tu poa mke wako. Kama Yesu angekuwa take easy kwetu, hamna ambaye angesimama. If Jesus wouldn't have been taking easy for us, mwanaume alikuwa jukumu la kuwa kama Yesu kwenye ndoa. And there is no difficult temptation than being Jesus in the family. Neno mkufuru Mungu. The word curse God. Hiki ndicho shetani alichohitaji Ayubu afanye. This is what the devil wanted. Na sasa mke wa Ayubu anataka Ayubu afanye. And now Job's wife wants Job to do. Mke wa Ayubu aliongeza uzito wa tatizo. Job's wife increased the intensity of the problem. Shetani hutumia watu walio karibu nasi kutujaribu. The devil uses people who are closer to us to tempt us. Anaongeza uzito wa tatizo. Maybe your wife your husband increases the magnitude of the tatizo. Your wife. Watoto wako na watu wako karibu wanaongeza uzito wa tatizo. Your children also increases the magnitude of the tatizo. Ndugu tegemea anaongeza uzito wa tatizo. The relatives whom you depend. Jukumu la mke wa Ayubu kama mpenzi au mjaribu. The role of Job's wife as a lover or a tempter. Jina la mke wa Ayubu aliitwa nani? What was the name of Job's wife? Wataalamu tofauti wa Biblia wametoa taarifa tofauti kuhusu jina la mke wa Ayubu. Many biblical commentators have given different names. Wengine walimuita Sara. Others called her Sarah. Kitabu cha Tamu kinataja kwa mke wa Ayubu aliitwa Dina. The book of Times is mentioning her. Inaaminika kuwa Ayubu aliishi nyakati za mzee Yakobo. Huenda Dina binti wa mzee Yakobo ndiye aliyekuwa mke wa Ayubu. It is said that Dina lived in that Job might have. Ijapokuwa hakuna ukweli wa hili, Jacob's wife. Fikiria hoja yake vizuri. Think of it. Mama huyu kwa Ayubu alikuwa mfupa katika mifupa yake. She was a bone of nyama his katika bones. Nyama yake. Flesh of his flesh. Kile kilichomsibu kilikuwa kinamuumiza naye pia. What befell the husband was also painful to her. Lakini alikuwa na hoja muhimu. Yes, she was wrong, but she had an important point. Alikuwa amepoteza watoto 10 kwa wakati mmoja. He has lost 10 children. Amepoteza mali. He has lost possessions. Amepoteza first lady. She has lost her heshima. She has lost her dignity. Sasa alikuwa ameketi kwenye majivu na ana majipu anajikuna. And now the husband is sitting on the ashes. Kwa ajili ya upendo kwa mumewe. She said this was because of her love for the mumewe akipona, desiring to see his husband well. By all means she wasn't correct. Aliongea kana kwamba si mtu wa dini wala si mtu mwenye kumjua Mungu. She spoke as a irreligious person or ungodly. Mke wa Ayubu alitumia maneno haya. Job's wife used these words. Berich meimera dayai umith. Berich meimera dayai umith. Yaani mbariki Mungu ufe. Meaning bless God and die. Maneno ambayo tafsiriwa leo. The words which are interpreted today. Mungu ufe. As blaspheme God and die. Kwa maneno mengine sema kitu kinyume na Mungu kisha ukabili matokeo yake. In other words, speak anything against God and then wait for the result. Mke wa Ayubu. Ukisoma Ayubu 19:17. When you read Job 19:17. Alikuwepo miongoni mwa marafiki zake watatu wa Ayubu pale majivuni, alikutwa akiwa majivuni. She also was there in the ashes with the other friends of Job. Hata Ayubu 2:12 Ayubu anadhihirisha mke wake akumkimbia. Even Job 2 chapter 12 indicates that anasema pumzi zangu ni kama za mgeni kwa mke wangu. Maana that alikuwa pamoja na mke wake. Ayubu mwenyewe anakiri. Job shows that Job's wife was there. You know, I marvel that people say that Job's wife ran away. Unaisoma Biblia kweli wewe? Do you really read the Bible? Ayubu mwenyewe anasema ninapopumua pumzi yangu ni ngeni kwa mke wangu. Job himself is saying that when I breathe, my breath is like a stranger. And here in the ashes. She did not run away. Ayubu 19:17 inasema wazi. Job 19:17. Roho yangu imekuwa ngeni kwa mke wangu. My breast is offensive to my wife. Hii ni kwamba mke wa Ayubu bado alikuwepo. This is an indicator that Job's wife was still there. Badala ya kuwa msaidizi na mshirika wa imani, instead of being a companion in faith, alimwambia mlaani Mungu ufe. She said, curse God and die. Hivyo mke wa Ayubu, so Job's wife, alikuwepo mpaka mwisho. Was there to the end. Asubuhi ya leo. And this morning, kuna wakati
there are times tunawategemea wanakata tamaa kama mke wa Ayubu. Those whom we depend upon, they despair. Wale watu wako wa karibu, those closest of your wanakukatisha tamaa, they discourage you. Lakini asubuhi ya leo, but this morning, yupo Yesu. There is Jesus. Muda umeisha au nimalizie kisa cha hospitali? Is my time still over? Or muda unasemaje? What does the times indicate? Bado? Yeah, we still have time. Wanapiga usingizi hawa watu hawa. There are some people there sleeping. Hebu simameni kwaya ngeni. Choir, may you stand please. Mwamshe soloist amelala. Wake up the soloist, she is sleeping. Simama kwaya. Stand up choir. Haya. Soloist kashasimama, akaeni. Now sit down. Sasa tulipoenda hospitali. So when we went to the hospital, nikamshika yule mtoto. Then I held that baby. Nikasema Yesu. And I said, Jesus, ikadhihirike wewe upo. Let it be known that you are there. Mtoto leo akatoke hospitali. Let this child today get out of the hospital. Mtoto wake. Let this lady hold her kid. Ukienda pale Dodoma Central SDA Church kuna hii habari wanaifahamu. When you go there to Dodoma Central SDA Church, they know this. So we went. Usiku. At night. Yule dada anaitwa Hawa akanipigia simu. That lady by the name of Hawa. Pastor, Bwana Yesu asifiwe. Pastor, praise the Lord Jesus. Mtoto kalia kwa mara ya kwanza na kaanza kunyonya. The baby has cried for the first time and has started laughing. Nimemwona mtoto wangu akiwa mzima. Praise the Lord, I've seen my baby alive. Kesho yake. Then on the morrow, mida ile tuzuiwa kuingia hospitali. Just at the time we were prevented to enter the hospital. Nikachukua wale watu wangu watatu tunaenda. Then I took my other 3 fellows. Nikamwambia yule mkuria. And I went to that courier person. Mtoto kapona kaanza kulia. The baby has been healed and has started crying. Mimi na huyu jamaa tulilia jana. Me, I and that man whom we cried yesterday. We were cheering up. Mkuria. Courier man. Yeye ndo akaanza kulia sasa. Then he started crying. Nikasema kumbe hii jamaa tunaisifia ni imara, hakuna kitu. These are the people we bring strong. They are also crying. Sehemu ya kucheka analia, sehemu ya kulia ndio anacheka. Now the problem is that at the part of crying he laughs, and at the time of crying he cries. Wakulia. The courier people. Wakulia. The courier people. Akaanza. Then he started. Tunaambia unalia nini? And we told him, why are you crying? Muujiza. It's a miracle, it's a miracle. Jana Yesu ametukanwa mdogo ukulia. Then yesterday when you said Jesus is little, you did not cry. He said, you just leave me. Tukaenda. So we went. Tukamkuta mtoto anatabasamu. We found the baby. The baby baada ya was siku mbili, after some 2 days, akaruhusiwa kutoka na mtoto kwa mara ya kwanza kwa miaka 8 anatoka. She was permitted to get out of the hospital for the first time in 8 years. Hallelujah. Hallelujah. Akaja naye kanisani. Then she came with the baby in the church. She came to the meeting. Akasema, Pastor Rumbe, naomba umpe jina. And so she said, name my child. Nikasema leteni Biblia niangalie jina. Then I said, bring the Bible and I looked at it. Don't you have a baby girl? Nikasema ninaye. I said, I do. Mpe jina la mtoto wako. Then she said, give her the name of your baby girl. Nikatamka jina. So I mentioned the name. Watu wote wale 9 ukoo ule wa Islam. And all the 9 people of that clan who were Muslims, they received Jesus Christ and were baptized there. Msikiti wao. And even the mosque, which was at Kondoa, they offered it to be a church for the Seventh-day Adventists. That lady's name is Hawa. So she went to Mwanza with the husband. And then they became deacon and deaconess in a certain church. Just like me. 1 month and then another pregnancy. She said, Pastor, I'm pregnant again. I told her, didn't you miss babies for 8 years?
mtoto akatoka. Then the 9th month she delivered. Akatoka na mtoto wa pili hospitali. And she came out with the baby. Bwana asifiwe. Praise the Lord Jesus. Miezi miwili mimba nyingine. So 2 months is another pregnancy. Baada miezi 9 fupi. Then after 9 months she delivered. Sasa hivi hawafi toka naye. And nowadays they are not dying, and she went out with miezi 5 mimba nyingine. After 5 months another pregnancy. Akazaa. Then she delivered. Akatoka na mtoto. She went out with the baby. Mwaka mmoja mimba nyingine. And another year pregnant again. Watano sasa hao. 5 children now. Akazaa. Then she delivered. Akapiga simu. And she called. Akasema baba. And said, my father. Nikasema naam. And I said, yes. Nimekutumia, angalia simu yako. Just look at your phone. Nikaona tiketi ya ndege. Then I saw a flight ticket. Akasema. And she said, nakuomba uje nyumbani. Please, may you come at home? Nikamwambia hawa kuna nini? And I said, what's the matter? Akasema sijui uliombaje. I don't know how you prayed. Njoo umwambie Mungu inatosha. Just come and tell God it's enough. Hallelujah. Simama juu, simama juu. Stand up, stand up. You may be standing. Mchana tutaendelea na hicho kisa. In the afternoon we'll continue with that story. Ila wachungaji tunadeka. But pastors, yani huwa anasema tu baba. So she just said, njoo na mama mpumzike siku 2 Mwanza. Come with my mother and you rest here in Mwanza. A flight ticket. Nakuta nipokea na V8. And she receives me with a V8. Aliniambia baba unataka hoteli gani? She's asking what's your choices hotel? Kwa mchungaji raha. When you are a pastor, that's a baba pleasure. kachukue suti. Pastor, take a suit. Yani ananiita baba. And she's calling me father. Anamuita mama. And she calls my wife yani hata nikimwambia njoo tufunge kambi kesho. So if I have to tell her come tomorrow and we conclude the meeting, she will come. Yani nikienda kwake tu ananiangalia. When I go to her home, she's just looking at me and she laughs. She laughs. Bwana akubariki mpaka useme sasa. May God bless you and to the point you say enough. Bwana akubariki kiuchumi, kimaisha na kifamilia. May God bless you financially and in your family. Mpaka useme sasa. Until when you say for now, enough. Nikasema Yesu inatosha. Then I said, Jesus, enough. Lakini mapenzi yako yatimizwe. But let your will be done. Akasema baba unaombeje sasa hivyo? And then she said, how have you prayed, Dad? Miaka 2 mimba nyingine. 2 years later another pregnancy. Mapacha 3. Triplets. Sasa baba uliombaje? And she said, how did you pray? Nikamwambia sasa. I told her now. Ndio namwambia basi. Now I am going to tell him enough. Sasa umepita mwaka wa 2. It's now lakini mwishoni nilimalizia mapenzi ya Mungu yatimizwe. But at the end I said your will be done. Hatujui kitakachotokea. We don't know what is going to happen. 2014 mpaka sasa. From 2014 to this point. Ni miaka mingapi? How many years are those? 10. 10 years. 12 years. Watoto wangapi? How many children? 8 children. Mungu amefidia na ile miaka 8 iliyo. God has repaid for the 8 years. Bwana atarejesha vilivyoliwa na panzi, madu na parare. The Lord will restore that which was destroyed. Miaka yako haijapotea bure. Your years were not wasted. Mungu atairejesha. God will restore them. Ule mradi wako uliotamani uwe nao. That project which you desired. Mungu atakapouleta. When the Lord brings it. Utafidia na miaka iliyopotea. It will even cover the years which were wasted. Katika jina Yesu Kristo. In Jesus' name. Amen. Amen. Baba Mungu mwenyezi yote. Father God Almighty. Mchana in the afternoon tutaendelea na Ayubu akiwa kwenye majivu. We are going to continue with Job in the ashes. Marafiki zake 3 wanakwenda kumtembelea. His 3 friends coming to visit him. Kuwa pamoja nasi. Abide with us. Mchana wa leo. This afternoon. Katunyanyue tena. Uplift us again. Katupe neema tena. Give us your grace again. Katupe mafanikio tena. Give us prosperity again. Katusamehe dhambi zetu tena. Forgive us our sins again. Kwa jina la Yesu Kristo. In Jesus Christ's name. Amen. Amen.